Saa 9 mchana si muda wa kawaida, si kwa sababu saa yenyewe ina nguvu. Si muda wa kawaida kiroho, ni wakati wa mpito, mahali ambako jambo linaweza kubadilika ghafla katika maisha ya mtu, haswa katika kiti na nyota yake na kibali. Saa 9 ni saa ya kumbukumbu ya dhabihu. Katika Biblia, saa 9 ilikuwa saa ya sadaka jioni hekaluni, saa ambayo damu ilizungumza kwa niaba ya wanadamu. Yesu hakufa asubuhi wala hakufa usiku, alikata roho saa 9. Hii inamaanisha saa 9 ni saa ambayo gharama ilikamilika, ni saa ambayo kesi ilifungwa, si kufunguliwa. Kwa hiyo maombi ya saa 9 hayaanzi vita, bali yanasimama juu ya ushahidi uliokwisha kupatikana kwa damu ya Yesu. Unapoomba saa 9, ufahamu ya kwamba saa 9 ni saa ya kukumbushwa mbinguni. Mbingu zinakukumbuka, mbingu zinakutambua. Katika kitabu cha Matendo 10, kumbuke Kornelio aliomba saa 9, naye malaika hakusema Mungu amesikia leo, bali alisema maombi yako na sadaka zako zimekumbukwa. Maombi ya saa 9 mchana inachochea kumbukumbu mbinguni. Inawezekana kuna maombi uliwahi kufanya zamani, uliwahi kukata tamaa, ulidhani Mungu alinyamaza wakati ulipoomba. Saa 9 ni kama saa ya kufunguliwa faili la zamani la rohoni. 3, ufahamu kwamba saa 9 ni wakati wa maamuzi ya ghafla mno yanapotokea, kama kuwasha na kuzima taa. Katika kitabu cha Matendo 3, mtu alikuwa kiwete kwa miaka mingi sana, lakini alikutana mabadiliko ndani ya muda mfupi tu. Fikiria, alikaa kwa miaka mingapi? Miaka mingi, lakini kwa muda mfupi akafunguliwa. Kwa nini? Kwa sababu walipanda hekaluni saa 9, saa ya sala, wakati wa maombi. Hii inaonyesha kwamba saa 9 si lazima mambo yachukue muda kama jinsi ilivyokuwa katika maombi mengine. Ni saa ya sasa hivi kuliko subiri. Ni saa inayozungumza kusema kwamba ni sasa hivi na sio kusubiri. Saa 9 ni hatari sana kwa giza. Kwa nini? Kwa sababu giza linakumbuka saa 9 ni kama saa ya kushindwa kwao, ni saa ya kuanguka. Wakati Yesu yuko msalabani kuanzia saa 6 mpaka saa 9, giza lilitanda, lilikuwa lina hofu. Pazia lilipasuka, uwezo wa kumfikia Mungu ulifunguliwa. Shetani alipoteza madai yake ya mwisho ya kisheria mbele ya Mwenyezi Mungu. Hivyo unapoomba saa 9, hauombi kama mtu asiyekuwa na ushahidi. Unakuwa na ushahidi wa damu ya Yesu na kile kilichotokea mbinguni. Unaomba kama mtu anayesimama juu ya damu, na giza linajua tofauti ya hayo. Jambo la 5, maombi ya saa 9 yanahitaji ufahamu, si kwa kuomba kwa kelele. Na hapa ndilipo kosa la watu wengi wanapofanya. Maombi ya saa 9 mchana, watu wanapiga kelele mno, wanatamka maneno mengi, lakini wasimami kwenye msingi sahihi. Siri ya maombi ya saa 9 ni kwamba yanahitaji utulivu sana, uhakika wa kiroho na msimamo wa kudai. Si kuombaomba tu, unakaa katika neno, unaikumbuka ile damu ya Yesu ilivyochana mapazi ya hekalu, ilivyotikisa miamba. Unakumbuka pia na maji yaliyotoka ubavuni mwa Yesu Kristo, kwamba yalitoka ili yapate kukutakasa, yakufute na dhambi. Unaposimama katika maombi ya saa 9 mchana, unasimama kwa damu ya Yesu, unanyunyiza damu ya Yesu ikufanyie rehema, alafu unadai kile ambacho unataka kudai, kile ambacho umepoteza katika maisha yako. Unadai kile ambacho tayari kilishalipa. Saa 9 mchana sio muda wa uchawi. Si lazima uombe saa 9 ili Mungu akusikie. Wakati wote Mungu kusikia. Lakini ukielewa saa 9, unaomba ukiwa kwenye wakati wenye kumbukumbu. Mbingu zinakumbuka, zinapokea ghafla, unapata mamlaka, na ushahidi wa damu ya Yesu unakusaidia. Na mapepo wanajua kwamba saa 9 kuna damu ya Yesu ilimwagika. Unakuwa na ushahidi wa hilo. Wao wanajua, wanatambua. Unapoomba wao wanapoteza nguvu, wanapoteza nafasi, kwa sababu huo ulikuwa muda wa wao kuanguka. Hapo waliteleza, hapo walishindwa. Ndio maana maombi ya saa 9 yakifanywa kwa ufahamu, ukiwa unajua maana ya saa 9 mchana, basi maombi yako yanakuwa mazito rohoni, yanaleta majibu ya haraka, na mabadiliko yako yanaanza kuonekana hapo kimya kimya. Kumbuka ya kwamba saa 9 mchana ni muda ambako Yesu Kristo alikufa, alikata roho na alipiga kelele mno. Na alipopiga kelele ndipo upepo mkali ulipotokea, mapazi yalichanika, miamba ilipasuka, na akashuka kuzimu kudai haki yako, kudai maisha yako, kudai hatima yako na kufuta dhambi zako, ili wewe ukolewe katika yeye. Kupitia maumivu, damu, mateso, wewe ulikuwa huru. Hivyo unapoomba saa 9 mchana, ikumbuke damu ya Yesu, nyunyiza. Lakini unapoomba usipige kelele mno,
Usipige kelele, usiforce, bali tulia, bali kaa katika utulivu. Ikumbuke damu ya Yesu. Tumia mistari yote ambayo inaonyesha ukombozi wa saa 9 mchana. Likumbuke kusudi la Yesu Kristo katika dunia, nawe utaokolewa. Hakikisha una subscribe channel hii, una like na una share kwa marafiki.